Welcome for part 2. Tunaongelea kesi ya Celeste Rivers Hernandez, msichana ambaye alikutikana kwenye gari, buti ya gari akiwa ameuawa na kukatwa mikono. So tuko kwenye part 2 na part 1 iliishia kwamba moja ya kitu ambacho kimemuuza au kinaweza kikamuuza David na kujulikana kwamba yeye ndio inawezekana allegedly ndo amemuua, amemuondoa maisha Celeste Rivers Hernandez ni hii nyimbo yake ya Romantic Homicide, okay? Hii nyimbo ukienda kwenye verse ya mwisho kabisa inasema, in the back of my mind I killed you and I didn't even regret it. I can't believe I said it, but it's true. I hate you. Okay. Haraka kama ni mtu ambaye haujataka kuconnect point A, B na C na D, utahisi kwamba hii ni nyimbo mtu ambaye anaisema kwamba I killed you ni kwamba nimekuondoa kwenye maisha yangu. I killed the thought of you. I killed the version of you inside of my head, like nimekuondoa. Lakini ukifikiria kwa namna nyingine tofauti unaweza ukahisi kwamba hapa David alikuwa anajaribu kuelezea kitu kwamba amefanya kitendo kama hiki, okay? Sasa basi, another thing ambacho pia kinasemekana kwamba kimetajwa kwenye indictment, kwenye hiyo court document ambayo inamcharge David, kwamba David alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na Celeste Rivers, ambaye hii pia ilikuwa ni illegal kwa sababu David alikuwa ni mtu mzima, ana miaka 21. David mwaka huu ndo katimiza miaka 21 March, na mwaka huu Celeste Rivers angekuwa anatimiza miaka 15. Kwa hiyo hapo tayari ilikuwa inakuja kumharibia David, okay? Na tayari Celeste Rivers alivyokuwa anatoroka nyumbani na kwenda kwa David, tuna believe kwamba alivyokuwa anatoroka nyumbani alikuwa anaenda kwa David kwa sababu ni yeye pekee yake ndo anayejua the truth na David ndo anayejua the truth, okay? So tunaamini kwamba alikuwa anaenda nyumbani kwa David, na kama David alivyokuwa anampokea na nini, alivyokuwa akiona kama wazazi wake wanaenda wanaripoti, David obviously atakuwa aliogopa kwamba anaenda kuhusika kwenye kesi ya msichana ambaye huwa anapotea afu then anakuja kwangu, and then at the end of the day akaamua maybe kum out, you know. Na inawezekana, inavyosemekana kabisa kwenye hiyo court document kwamba amemtoa maisha Celeste Rivers Hernandez kutokana na kutaka kukeep financial gain. Financial gain ikiwa ni career yake, anataka career yake isiharibike. Na hapa ndo tunatengeneza conspiracy theories ambazo niliwaambia last time. Kwenye kesi yote lazima utengeneze theory, na ili hizo theories zije kuonekana kwamba ni kweli huyu mtu tunamprosecute, ni lazima mzitest hizo theory kwa kutumia evidence. Ndio maana wanaenda mahakamani. Kwa hiyo the theory inaonekana kwamba Celeste alikuwa anamtishia David kwamba atatoa taarifa, allegedly atatoa taarifa maybe kuhusiana na mahusiano yao ambayo most probably inaweza kumharibia career yake, and then hapo ndo David akaamua kuchukua hatua. Twende kwenye the most interesting part pia ya autopsy report. Siku ya jana medical examiners wakatoa autopsy report ili kuconclude ni kitu gani ambacho kimeondoa maisha ya Celeste Rivers Hernandez. Kitu cha kwanza, kwenye mwili wake walikutikana kuna alcohol, kuna dawa kama nadhani kama drugs, lakini pia kuna some sort of alcohol, lakini wakarule out kwamba sio vitu ambavyo vimemsababisha kwamba ndio vikasababisha kifo chake. Celeste kwanza anaonekana kwenye mwili wake anaonekana kwamba kulikuwa kuna majeraha mawili ambayo yametupia like a sharp object ambayo ni inachoma, let's say kitu kama kisu, kitu kama hivyo. Na haya ni majeraha mawili. La kwanza liko somewhere hapa karibu na mbavu, na jingine liko somewhere hapa karibu kama na kifua. Wanasema mwili wa Celeste Rivers ulikuwa umekutikana kwamba umekatwa na umewekwa kwenye mabegi mawili tofauti, as I explained before. Lakini here I'm going to give you the details ambao wapi alikuwa amekatwa. So according to the autopsy report inaonekana kabisa alikuwa amekatwa maeneo ya hapa na kwenye mapaja, kwenye miguu kwa chini kidogo ya magoti ndo alikuwa amekatwa. Na wakati naifuatilia hii kesi nilisema sitaki kuisimulia kwa uharaka, kwa kukurupuka. Wakati naifuatilia hii kesi nikawa nasikiliza some of the people ambao ni wataalamu kwenye mambo mazima ya ku-identify au kusoma psychology ya mtu ambaye amefanya mauaji. Kwa hiyo according to hii autopsy report, according to huo mwili ulivyokatwa, unaambiwa kwamba it's not, kwa mtu ambaye hajui na mtu ambaye sio mzoefu wa hayo mambo, anajua kabisa sehemu rahisi ya kukata kitu ni kwenye joint, especially kama labda ni mwili wa binadamu. Kwa haraka mtu atafikiria hivyo, lakini kitaalamu
kwenye sehemu ya joint ndio sehemu ambayo ni ngumu kuikata, na sehemu rahisi ndio sehemu hizo sasa ambazo hazina joints. Kwa hiyo inavyoonekana mtu aliyefanya hiki kitu, now this is just another conclusion ambayo hatuwezi conclude tukasema tu kwamba it's 100% true. Kwa hiyo inaonekana huyu mtu alikuwa anajua exactly alichokuwa anakifanya, kwa sababu amekata, hajajaribu hata kwenye hizi joints, ameenda kukata directly kwenye hizi sehemu nyingine. Ni mtu anaonekana amekifanya hiki kitu kwa utulivu na kwa namna ambayo asije akajulikana kwamba yani ni mtu fulani. Wakati huu mwili unaenda kukutwa kwenye crime scene, kwenye ile body bags na ile trash bag, baada ya kuchunguza kila kitu, kuchunguza ule mwili wote kama kuna kitu kimebaki, apparently vidole viwili vya Celeste vilikuwa vimekatwa, havionekani vilipo. Kuna kidole kimoja cha upande nadhani wa kulia ambacho ni index finger, kwa hapa kuna tattoo imeandikwa shh. Apparently again, watu kutoka kwenye social media walisha identify kwamba David pia naye ana tattoo kama hiyo ambayo inaitwa pia shh. Kwa hiyo wakawa kama wameconclude kwamba ni David. Lakini pia another thing ambacho kinaweza kikamsell out David kwa urahisi sana ni kwamba mama yake na Celeste Rivers alisema kwamba mwanae alishawahi kumention kwamba ana boyfriend, na boyfriend wake anaitwa David, lakini yeye hajawahi kukutana na David na hajawahi kumjua David ni nani. Apparently David ni David huyu hapa. Lakini pia kumekuwa kuna speculation and rumors kwenye social media kwamba David alikuwa na date na wasichana wawili ambao wanafanana, ambao wote walikuwa wanaitwa Celeste. Kwa hiyo kuna muda Celeste alikuwepo, Celeste mkubwa, kuna muda Celeste mdogo alikuwepo. Sasa naye na yeye anajaribu kutengeneza conspiracy kwamba inawezekana sio David aliyemuua, lakini inawezekana ni huyu Celeste mwingine ambaye amemuua. Lakini hizi zote ni conspiracy. Jamani guys, hii story tunaenda kuipata vizuri baada ya kesi ikianza kusomwa na ikianza kama kawaida yetu jamani, tutakuwa tunatoa update. Yani hii itakuwa ni one of the most interesting cases za kuifuatilia, kwa sababu I cannot wait to see what is unfolding. Kitu kingine ambacho kina miss kwenye mwili wa Celeste Rivers ni pamoja na jicho moja kwenye mwili wake halionekani na lilitolewa na haijulikani lilitolewaje kwa namna gani. Ukumbuke jamani, hawa medical examiners examine mwili ambao umeuliwa April 2025 na mwili umekutikana September. Imagine huo mwili uko kwenye state ya aina gani, na wanajaribu kupima na kufanya vitu vyote hivyo. I wonder kama sisi tuna huo utaalamu. Kuna kipindi wakati career ya David ndio inaanza kukua. Career ya David haijaanza long time ago. Career yake ya music imeanza 2022. Kwa hivyo wakati anajaribu kuanza unajua alikuwa na communicate, ana tweet, ana post here and there. Alikuwa anaeleza kwamba he cannot wait to drop a music ambayo ameandika sio na co-writers na vitu kama hivyo. And then kuna mtu kwenye comment section, nadhani ilikuwa ni 2024 kama si ni 2024, yeah. Kuna mtu kwenye comment section akamwambia drop the song that Celeste like she's in, ambayo sio ndo amekusaidia pia kuandika. Kwa hiyo ni muda mrefu watu walikuwa wanajua kuhusiana na Celeste na David. Hiko ni kitu kingine ambacho kinaenda kumsell out David. Yani David, wanasheria wake wanasema kwamba the evidences zitaenda kuonesha kwamba David hajafanya hiko kitendo, lakini I'm not so sure, kwa sababu pia lazima ije kuangalia pia intentions na vitu vingine na evidences nyingine. So far upande wa prosecutor wanakuambia kwamba wana evidences, wana DNAs, lakini pia vile vile wana digital footprints ambazo zinaweza zikam outsell David. Kwa mfano wanakuambia kwamba wana almost 1 terabyte, zaidi ya 1 terabyte ya content zinazotoka kwenye simu ya David ambazo ni child. Yeah. Umeelewa? Graphic, yes. Tutakuwa umeelewa. Kwa hiyo unaweza kuona what kind of a person he is. Ukimwangalia Celeste alikuwa pia ni mdogo, afu ukiambiwa kwamba kuna material like those zimekutikana kwenye simu ya David, lazima utajiuliza. Kuna a lot of story ambazo a lot of facts ambazo unaweza tukazijadili kuhusiana na hii story, lakini let's wait for the preliminary hearing ambayo nadhani imekuwa set tarehe 1. Hiyo ndo tutaenda kusikiliza. Na pia hii kitu haijaanza leo tu. Wamebidi wakae grand jury waweze kuangalia kama kuna enough evidences za kumcharge David. Kwa hiyo ni kitu ambacho wamekaa na wamefikiria. So until next time, bye.